Dhana ya mahusiano, kwa sababu ina nafasi kubwa kwenye hili jambo letu. Kwa nini mahusiano? Dunia unavyoiona inaenda ni kwa sababu kuna mahusiano kwenye dunia, na siku mahusiano atakapokatika, kwa hivyo sisi tuna ardhi, hakuna tena kuishi, hakuna gari litakalosafiri, hakuna treni itakayotembea, kwa sababu tu ardhi hii itavunja mahusiano na sisi. Sasa ukizungumza wale mabwana wana mahusiano wale, tafsiri ya kwanza inayokuja kwenye vichwa, wale mabwana ni yani akaja mwenzako, umeona wana mahusiano wale. Tafsiri ya kwanza kabisa kubwa kuliko yote ni kwamba wale ni wapenzi. Wana mahusiano yani. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mahusiano yamepunguzwa ukubwa wake, yakadogoshwa, na pale kwenye kudogoshwa yakadogoshwa zaidi. Maana ya mahusiano kwa ufupi ni ushirikiano ama muunganiko wa karibu wa kiroho, wa kihisia, wa kiakili ama kimwili uliopo baina ya pande moja na nyingine. Hiyo ndio maana ya jumla tu. Ziko maana nyingine nyingi ambazo naamini wewe utakuwa unazifahamu. Ni ule ushirikiano ama muunganiko. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomuumba mwanadamu, alimuumba na mahitaji maalum. Kila mwanadamu unayemuona aliumbwa na mahitaji maalum. Msingi wa mahitaji hayo ni kumwezesha mwanadamu kuishi vizuri na kufurahia maisha na kufikia lengo la maisha yake. Lakini miongoni mwa mahitaji hayo, mwanadamu anahitaji hitajio la mahusiano. Na ukisema tu mahusiano, maana yake kinachoambatana nayo ni mambo mazuri mazuri. Pale nyumbani pale juzi, watoto pale nyumbani walifanya kosa kidogo. Chana vitabu, tuna vitabu nyumbani pale, vikachanwa watoto kwa wakubwa wakashirikiana, vitabu vimechanwa. Sasa mama wao alipokuja akawaadhibu. Lakini nikamuuliza, bwana, uliwaadhibu ili kuondoa hasira ama uliwaadhibu ili wajue kosa walilofanya? Maana yake ukubwa wa adhabu kwa tafsiri yangu sijaona walichoadhibiwa, lakini ukubwa wa adhabu ni kwamba mtoto mmoja mdogo ilikuwa anaogopa kuingia chumbani kwa mama yake, mpaka mimi nimuite njoo. Sasa nikaona hiki ilikuwa ni adhabu ya kuondoa hasira. Maana kuna adhabu ya kufundisha na adhabu ya mtu kutoa hasira zake. Kwenye malezi tunafundishwa hivyo na wengi wanatoa adhabu ya kutoa hasira zao, na hasira haziishi. Tunaelewana vizuri kwa hiyo miongoni mwa hayo hitajio la msingi ni mahusiano. Sasa kwenye mahusiano maana yake panazungukwa na vitu vizuri vizuri. Pakishatokea vitu vibaya mahusiano hayapo. Kuna kuwa pamoja lakini si kuhusiana. Hili feni lina mahusiano na sisi kwa sababu sasa hivi linatoa hewa nzuri. Likianza kutoa joto linapiga makelele, linayumbaumba, ulielewi? Feni yenyewe lazima halina maana kwa sababu limeanza kuonyesha uvunjifu wa mahusiano. Kwa hiyo jambo ambalo ni haliepukiki tunasema kwa wanadamu ni jambo la mahusiano. Haliepukiki. Amua utakavyoamua, haliepukiki. Kwa sababu mwanadamu anazaliwa peke yake. Unamuona amezaliwa peke yake, lakini sio peke yake. Ana mahusiano tayari yajengeka hata kabla hajatoka kuja hapa duniani. Pia hufa peke yake na kubakia mahusiano baina yake na muumba wake. Sasa tukitaka kuendesha maisha yenye maana bila kuwa na mahusiano, basi jambo hilo haliwezekani. Pamoja na ukubwa na thamani ya mahusiano, watu wengi hawajui undani wa mahusiano. Kwa hiyo mtu yuko radhi, anaweza akaibuka tu amevunja mahusiano na huyu, kesho atavunja na yule, anavunja yule. Kumbe anajitengenezea, wanasema boundary, mipaka kwenye maisha yake. La hatari ni kwamba familia nyingi hazina mahusiano mazuri.
ili baadaye utanielewa ninachokikusudia. Utanielewa ninapokusudia. Kwa hiyo mwanadamu akitengwa kwa namna yoyote, basi anakuwa kwenye changamoto kidogo. Kwa hiyo mahusiano yote yanapoanza huwa ziko sababu mbili. Ziko sababu nzuri za mahusiano na ziko sababu mbaya za mahusiano. Yote yale mahusiano ziko sababu nzuri za hayo mahusiano mpaka yameanza, na ziko sababu mbaya. Sasa hili linaleta mgawanyiko kidogo ambalo lina